Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah anatueleza hikaya moja mwa hikaya iliyoripotiwa katika kitabu chake Al-Kabair. Kulikuwa na mtu mmoja tuwafia anhu ukhtuhu, alifiliwa na dada yake. Alipofariki dada yake, fakana mimman dakhala fi wad'i aljanaza, alipatapo kubahatika katika wale walioingia ndani kumuhifadhi dada yake, naye akiwemo. Wakana lahu kisu min almal, lakini alikuwa na mfuko, ule mfuko ulikuwa na fedha, lakini alipoingia ndani katika kabri aliweza kuingia nao ule mfuko, akauweka pembeni ndani ya kabri. Hatimaye watu wakafukia mwili na baadaye watu wakatawanyika. Falamma ansarafa an-nasu, watu tayari wameshaondoka, washatawanyika. Akili ya mjia, nilikuwa na fedha mimi, fedha zangu ziko wapi? Akarudisha taswira yake, kumbukumbu ikamjia ya kwamba mara ya mwisho ni pale ambapo nilipoenda kumuhifadhi dada yangu. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah atueleza ya kwamba bwana huyu alirudi tena ili aweze kuitoa fedha yake aliyoifukia kwa dada yake. Akaja akawa anafukua kaburi kwa mkono. Anasema kullama nabashahu, kila anapofukua kwa mkono wake, yastashilu alaiha nar, hatimaye lile kaburi la tokota joto kali mno, yani kiasi ambacho mkono anahisi ya kwamba unaweza ukaungua na kukoboka. Bwana huyu faradda turaba, alirudisha mchanga kama ulivyo. Alivyorudisha, faraja ila ummihi bakian, anarudi kwa mama yake, machozi yanamtiririka, yanatoka, analia. Alafu anamwambia, ya umma, ewe mama yangu, akhbirini amma kanat ta'mal ukhti, naomba unieleze dada yangu maisha yake yalikuwaje pindipo pale katika uhai wake, alikuwa anafanya nini katika maisha yake. Mama amuuliza mwanawe, wama sualuka anha, kuna nini kimeendelea mwanangu tangia tumemhifadhi dada yako? Pametokea nini muda huu wa karibuni? Kipi umesikia hapo kwa mwanao, kwa ndugu yako? Akampatia picha na sura ya tukio lake lililojitokeza. Mama naye machozi yanamtoka na analia. Amwambia, inna ukhtaka kanat tatahawanu anis sala, dada yako maisha yake alikuwa anapuuza ibada ya sala. Ndugu yangu katika imani, tusukume katika maisha tulionayo kwamba kila mmoja anayo nafasi kujitathmini katika maisha yake, nimeshughulishwa zaidi na kitu gani? Kuna watu leo wamo ndani ya TikTok, wamo ndani ya Facebook, wamo ndani ya WhatsApp, haimpiti ujumbe wowote bila ya kujali message iliyoingia ni message gani, bila ya kujali ujumbe gani umewasili ndani ya simu yake, lakini ndio anaoshughulishwa nao. Muulize, mara ngapi umekaa ukakishika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukawa umeisoma Qur'an? Muulize, mara ngapi ambapo amekaa kutenga muda wake, wa dhakara Allah khaliyan fafadat aina, amekaa muda gani kutenga akakaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Mara zote anajadili Arsenali, mara zote ajadili Liverpool, mara zote ajadili mambo mbalimbali ya kiulimwengu ambayo hayana afya ya dunia yake wala akhira yake.
kisa hichi cha wafalme hawa kituongoze kuona umuhimu wa kwamba ya ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila au zid alayhi warattil al-Qur'an tartila. Kila mmoja ajipinde, afikirie ya kwamba leo nipo lakini kesho sipo. Nini nimefanya? Wallahi kuna wenzetu walichokifanya madhara yake wameyaona, wanatamani hata robo saa, dakika kadhaa warudi ili wafanye.